Ni kubwa sana. Kiyombe imekuwa kama kisiwa kwa sasa hivi. Hatuwezi kwenda kijiji kingine, hatuwezi kwenda Mlangali, hatuwezi kwenda Mkiu kwa sababu pana madimbwi kubwa sana hapa la maji. Na hapa wanalima vitunguu, wanalima vinyanya, wanalima viazi mviringo. Sasa magari hayawezi kuingia. Kwa hiyo kuna vimeoza vyakula hapa. Unaoza, kwa hiyo tumeamua sasa tukashirikiana pamoja na viongozi wa kijiji, pamoja na diwani wetu kwamba tuingilie kati tufanye kazi hii. Kwa hiyo leo ni siku yetu ya maendeleo, tutafanya wote bila kujali jinsia, bila kujali itikadi ya dini. Tuko mahali hapa tunataka tufanye kazi, tuokoe mazao yanayoathirika na kuumia hapa kwa ajili ya kukosa hapa. Ni mahali pa kama mita 200 hivi, lakini panasumbua, magari yote hayawezi kupita kabisa. Tunamuomba mheshimiwa diwani kwamba tusaidie ili tuangalie hii sehemu tutapiteje. Na kweli na yeye ametusikia, anatusapoti, tuko pamoja. Kama mnavyoona tunazidi kuhangaikia hapa hii barabara, kwa sababu tuna mazao mengi ambayo tunatoa kijijini kwetu hapa. Kwa ujumla, kutokana na hali ya kijiji chetu hapa, kutokana na uzalishaji tulionao ni mkubwa sana, hasa mazao. Kwa mfano tunalima viazi. Sasa ili kufanikisha kuviuza, tunapata changamoto hasa ya barabara kutoka kijijini mpaka kule kunakofikika kibiashara, kwa kweli ni ngumu. Baada ya kuona barabara ni ngumu, tuliamua kumwomba mheshimiwa diwani atusaidie kipande hiki ambacho kimeharibika. Kwa kweli mheshimiwa diwani ameweza kutuelewa na kuhamasishana hasa wana kijiji hiki tuweze kufanya kazi kwa pamoja ili kufanikisha shughuli zetu za kuweza kuuza mazao yetu kwa urahisi. Sasa hivi kwa mfano kuna kuchimba viazi wanatakiwa washande mpaka kijiji cha pili ili magari makubwa yafike kule, kwa huko hayawezi kuingia. Kwa kama kulikuwa na viazi bei fulani lazima vishuke. Kwa sisi kama wakulima, kwa hiyo tunapata hasara kubwa. Naathirika kiasi kikubwa kwa sababu ukiangalia jiografia hichi kijiji zahanati ipo pande huu. Kwa maana yake hakuna mgonjwa ataweza kutoka huku kwenda kufuata huduma za matibabu hivyo. Maana yake kwa namna moja au nyingine wagonjwa wanaweza wakafia hata njiani. Naomba diwani, naomba tusaidie msaada, yani vijana hawahamasishe vijana watokee kwa wingi, maana vijana ni wazembe sana. Barabara hiyo walikuwa wanasema tangia muda, lakini inashindikana kuitengeneza. Kwa hiyo leo naona afadhali vijana wamejitokeza, amefanya nisi wazee tujitokeze. Namshukuru kwa sababu anatusaidia sana. Tena kama kwa mimi mzee namshukuru sana diwani wetu yuko vizuri. Barabara hii ni kiungo kikubwa sana kwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla, kutoka kijiji cha Kiyombo kwenda kijiji cha Mkiu na kuelekea kijiji cha Mlangali. Lakini sasa baada ya kuona hii changamoto, kwa kushirikiana na viongozi wetu wa vijiji, tumeweza kuhamasisha wananchi wenye vyombo vya usafiri, matrekta na magari kuhakikisha kwamba wanatoa vyombo vyao kuweza kufanya hii kazi, kuondokana na hii adha ambayo tunayo. Hao wananchi hapa omba wanapambana sana, na sisi kazi yetu kama viongozi ni kuwaunga mkono kama hivi ambavyo viongozi wetu wameunga mkono. Jamani, mheshimiwa mbunge anawapenda sana. Sawa jamani? Mheshimiwa mbunge anawapenda sana na ndio maana ameamua kufanya mambo yote haya. Anawapenda sana. Kwanza kwa upande wa huduma za afya, umeona zahanati yetu pale. Ile zahanati yetu tumepewa fedha shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa ile zahanati. Na nina uhakika unapotoka pale zahanati kuja hapa kijijini, kule umeona barabara imelimwa vizuri. Hapa tu palikuwa na shida. Kwa hiyo kitendo cha kuunga tu kipande, manake huduma za afya pale zinaimarika kwa wananchi wetu. Kwa mgonjwa akitoka hapa anapelekwa tu, hata kama na pikipiki anapelekwa pale hospitali, manake huduma za afya zitaimarika. Lakini pia tuna uhakika barabara hii ina budget hii ina budget. Ikifika msimu wa mvua zimekata, lazima serikali itafanya kitu kizuri sana hapa kama ambavyo wamekuwa wanafanya siku nyingine.